Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, vipi hali zenu? Natumai nyote ni wazima wa afya. Karibuni tena katika chaneli yangu. Leo nakwenda kuonyesha jinsi ninavyopika badia pamoja na viazi karai. Kwa kuanza hapa tutaanza kuchagua kunde. Hapa nina kunde nusu kilo hizi, utazichagua vizuri, utazipeta. Mara nyingi zinakuwa zina michanga, zina vipande vya vidongo, kwa hiyo hakikisha unazichagua vizuri sana. Baada ya hapo utaziweka kwenye bakuli, utazikosha na utaziroweka usiku kucha au masaa 6. Haya, hapa sasa ni siku ya pili, nimezikosha, nimezimwaga maji, na hapa nina uzile, na chumvi pamoja na pilipili manga, na nina carrot, kitunguu maji pamoja na korianda. Lakini kwanza nitaweka kitunguu maji pamoja na carrot. Hii dania sitoweka kwa sababu sipendi mimi dania kuisaga, kwa sababu ukisaga inabadilisha rangi, inakuwa rangi kijani. Kwa hiyo dania tutaweka mwisho kabisa. Na kwa kusaga mimi natumia hand mixer, lakini kama wewe huna hand mixer unaweza ukatumia blender au unaweza ukatwanga kwa kinu. Lakini utakapotumia blender itakubidi uweke maji, ila hutoweka maji mengi, yani unaweka maji kwa hizi kunde nusu, utaweka maji kama robo kikombe, inatosha. Na wala hutotakiwa kuyachuja, utayaacha tu hivyo hivyo. Lakini kama utapata hand mixer ni vizuri zaidi. Baada kila kitu kusagika, leo nakwambia nakosea tu. Utamimina spices zako. Kwa spices unaweka spices zote unazopenda, unaweza kuweka kwenye badia. Na baada ya kuweka spice utachanganya vizuri, halafu sasa ndio utaweka kotimiri yako, nayo pia utachanganya vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Baada ya hapo tutateleka mafuta na kuanza kuchoma badia zetu. Na mafuta hakikisha yawe moto uwe wa saizi ya kati. Moto usiwe mdogo wala usiwe mkubwa. Moto ukiwa mdogo zitanyonya mafuta. Moto ukiwa mkubwa hazitoiva, zitababuka tu. Na kwa shape utafanya shape unayoipenda. Ukitaka kufanya kiduara, ukitaka kufanya kama mimi hapa nafanya duara, lakini alafu nalifanya ziwe bapa. Sipendi vile badia za duara, napenda ziwe kama hivi bapa. Na utatia halafu utachoma kwenye mafuta yako. Na unapotia hakikisha mafuta tayari yawe yamepata moto. Pia niwakumbushe msisahau kulike na kucomment, na kama huja subscribe usisahau kusubscribe. Please, na waomba kulike video, ni muhimu sana. Na waomba sana mulike video sana, na waomba mulike video yangu. Baada ya hapo utakuwa unazigeuza ili zipate kuiva pande zote mbili, na zipige rangi nzuri pande zote mbili. Na zikisha piga rangi ya gold tu ujue zipo tayari. Wala usiwe na haraka nazo, ziachie kidogo kidogo ili zipate kuiva ndani. Usizifanyie haraka kuzitoa, utakuja kuzitoa mbichi. Na sasa zimepata rangi nzuri, rangi ya gold, hiyo nzuri sana, ni gold. Sijakuwa nasema gold, pengine si gold. Rangi nzuri utazitoa na utaendelea kuchoma zote hadi umalize. Na pia wakati unataka kuendelea kuchoma nyingine, hakikisha unauchanganya tena mchanganyiko wako kabla hujaendelea kuchoma nyingine. Na sasa tumemaliza badia, sasa tuende kwenye viazi karai. Utachukua mbatata ama viazi,
Hakikisha unachukua kubwa kubwa, utazimenya, halafu utaweka chumvi kama vijiko viwili, halafu utaacha zichemke. Ziive kabisa, ila tu jitahidi zisivurugike, ila ziive kabisa mpaka ndani. Muhimu unaziangalia usije zikawa zimevurugika. Na baada ya hapo utazimwaga maji, utaziweka pembeni, utaacha zipoe. Utachukua kibakuli kingine, utatia pilipili ya unga, utatia chumvi pamoja na ndimu. Hapa tunatengeneza pesti ya kutia ndani ya viazi karai vyetu. Kama wewe ni mpenzi wa pilipili, tutatengeneza aina mbili. Kama unapenda vya pilipili ama kama hupendi vya pilipili. Pesti yako inatakikana iwe kama hivi unavyoiona. Ni chumvi, pilipili na ndimu. Utachukua mbatata yako moja, utaikata katikati. Baada ya kumaliza kukata katikati, utachukua ile wenyewe wa Mombasa wanaita masala. Utapaka hivyo, halafu utakata vipande vidogo vidogo vinne vinapendeza. Vyangu mimi nilivikata vikubwa. Baada ya kuchoma nikajua hivi vilikuwa vikubwa. Kwa hiyo wewe kata vinne kwa mbatata moja. Kama hivyo. Unachukua mbatata, unaikata katikati, ukishamaliza kuikata katikati, unapaka ule mchanganyiko wako wa pilipili, chumvi pamoja na ndimu. Baada ya hapo unairudisha ile mbatata yako. Wasiojua mbatata, watu wa bara, mbatata ni nyinyi mnahitaji, mnaita viazi viazi. Unaikata hivyo, ukishamaliza kuikata unaweka pembeni. Na kwa hizi sasa, hizi kama wale ambao hawapendi mapilipili, kama vile watoto, kwa hizi utakata tu mapande kama hivyo, basi. Huna haja ya kuweka pilipili. Huna haja ya kuweka pilipili, utakata tu hivyo mapande kama hivyo, halafu utaweka pembeni. Haya, sasa tutengenezeni pesti ya kuchomea viazi karai. Utachukua unga wa ngano, utaweka na chumvi, utaweka na bizari. Bizari ni turmeric. Halafu utaweka na maji ili kutengeneza pesti yako. Na utachanganya vizuri mpaka unga uchanganyike na maji vizuri. Na baada ya hapo mimi hutia dania ama korianda, ila kama huna kwa hapa sio lazima sana. Ila mimi hupenda tu vile viazi karai vyangu. Ukikikamata kiazi karai unaviona kama vile vichembe vya korianda huwa vinapendeza. Na baada ya hapo tutateleka mafuta. Sasa uchomaji wa viazi karai mafuta yake yawe makali. Tofauti na badia. Badia tulichoma moto uwe wa size ya kati. Ila hapa moto uwe mkubwa ili tupate ule ucrunch. Na unapoanza kuchoma kwanza anza zile ambavyo vile viazi vilokuwa havina pilipili. Unaona vile vipande vimoja havina pilipili vile ndio uanze. Hala kwa sababu unavyokuja kuchovya ile yenye pilipili inaweza na hivi vingine navyo vikaja vikapata pilipili. Kuanza kuchoma vile visio na pilipili, ukimaliza utaendelea kuchoma na vile viazi karai tuloweka pilipili. Na kama nilivyosema hapa moto wake uwe mkali kwa sababu mbatata ishaiva. Ni tunataka tu ipate ule crisp. Na pesti hii tunaiweka ni nyepesi kwa kuiva mara moja. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, usiweke moto mdogo, weka moto mkali. Na hivi ni zile ambazo hatukuweka masala. Kwa hiyo sasa hivi tutachoma tuloweka masala. Unachukua mbatata yako, unagaragiza kwenye pesti yako, halafu unachovya kwenye mafuta. Na utachoma hivyo mpaka umalize. Na hivi navyo vipo tayari. Unaona ile korianda vile vilivyochomoza ndio mimi hupenda kama hivyo korianda vichomoze kama hivyo. Kwa hiyo na hizo ndizo badia zetu pamoja na viazi
karai. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Kama umefika mpaka hapa, please nakuomba like video yangu. Nakuomba like video yangu. Asanteni sana, niwatakie Ramadhan Karim wa swaumu makbul. Lakini kwanza acha tuvurunye. Vurunya mwanangu. Maneno ya wenyewe watu wa Mombasa. Vurunya mwanangu. Watu wa Mombasa wakila wanachukua hicho kiasi karai, wanachukua na badia, vurunya. Na hapo tena kama wana pilipili pembeni wanaongeza na pilipili, wanavurunya, halafu wanakula.